Asante. Watoto awi awi awa awa, wazazi awi awa. Asante. Mimi kwa jina naitwa mkaguzi wa Jeshi la Polisi Wilness Kimario. Mimi ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto polisi mkoa wa Manyara. Tunashukuru kwa kupata nafasi ya kualikwa hapa siku hii ya leo tarehe 16 mwezi wa 6 2026, ambapo tangu mwaka 1991 siku hii ilipitishwa na Umoja wa Kimataifa, itakuwa ikiadhimishwa kila mwaka kama siku ya mtoto wa Afrika, na leo ndo kilele. Lengo la siku hii ya mtoto wa Afrika ni kwa ajili ya kutuleta wadau wote ambao tunamzunguka mtoto. Nikisema wadau ambao tunamzunguka mtoto ni pamoja na mzazi, lakini kuna hawa watu wa mashirika ambao wanatusaidia sana kuangalia watoto wetu, lakini pia kuna jamii kwa ujumla, lakini pia kuna watu wanaotoka idara mbalimbali ambao wanasimamia masuala ya kisheria, nikiwemo na mimi mwenyewe. Siku hii ya mtoto wa Afrika, sisi kama wadau wa watoto, lakini pia kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia kwenye jamii yetu, inatukumbusha kuendelea kusimamia haki, wajibu na malezi ya mtoto. Tunaposema mtoto, sio tu huyu ambaye tunamuona tayari ameshazaliwa. Mtoto ni kuanzia yule ambaye anakuwa yupo tumboni. Kwa mujibu wa sheria ya mtoto, watoto wana haki zao mbalimbali. Watoto awi tunaanza kutaja. Tuseme kwanza, mimi ni mtoto. Nina haki ya kupendwa, nina haki ya kusikilizwa, nina haki ya kupata elimu bora, nina haki ya kuhakikisha kwamba nashirikishwa na wazazi, awi sawa. Sisi kama dawati la jinsia na watoto, majukumu yetu ni kupokea na kushughulika na kesi zote za msingi ambazo zinahusu masuala ya ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ukatili wa kijinsia ni kitendo chochote kile ambacho mtu anaweza kufanyiwa, na kile kitendo kikawa ni kitendo ambacho kinamletea madhara ya kimwili, ya kisaikolojia, ya kingono au ya kiuchumi. Kwa aina ya matukio ukatili ambayo yanaripotiwa kwenye mkoa wetu wa Manyara, tunaona kwamba watoto na wanawake wamekuwa waathirika wakubwa wa masuala ukatili wa kijinsia, lakini hii haimaanishi kwamba wanaume hawafanyiwi matendo ya ukatili wa kijinsia. Nikisema kwamba waathirika wakubwa wamekuwa ni watoto na wanawake, hawa ni wale ambao matukio yao yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara kwenye vituo vyetu vya polisi. Lakini huu ukatili wa kijinsia 60% unafanyika ngazi ya familia. Familia ni kule ambapo sisi tunaishi, kule ambapo sisi tumetoka. Lakini huu ukatili wa kijinsia kwenye mkoa wetu wa Manyara unachagizwa na vyanzo mbalimbali, ikiwemo mila na desturi potofu ambazo zimepitwa na wakati, lakini pia imani za kishirikina, unywaji wa pombe kupitiliza, pamoja na sababu nyingine ikiwemo mmomonyoko wa maadili na changamoto ya afya ya akili. Nizungumzie vyanzo viwili ambavyo vimekuwa ni vikuu kwenye masuala ukatili wa kijinsia, masuala ya ulevi. Sisi kama wazazi na jamii kwa ujumla, tuna jukumu la kuhakikisha watoto wetu wanapata msingi mzuri wa malezi. Tukiangalia hata kauli mbiu yetu wa maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Afrika, inatuambia mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Manake taifa lolote lile imara ni lazima linakuwa limeanza na msingi imara wa watoto. Lakini tukisema chanzo cha ulevi na mila desturi potofu zilizopitwa na wakati,
bado kuna maeneo wanaamini kwamba watoto wanapaswa kukeketwa, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wanatenda ukatili kwa sababu za kiimani za kishirikina, lakini wanawachukulia watoto kama madaraja kuwafanikisha wao waweze kufanya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo niwakumbushe tu watoto, inapotokea umeona kiashiria chochote cha ukatili wa kijinsia au umeona kwamba mtu yoyote wa karibu anakufanyia kitendo cha ukatili wa kijinsia, unapaswa kuripoti tukio hilo la ukatili wa kijinsia. Unapaswa kuripoti tukio hilo kwa maeneo ambayo yameainishwa kisheria, ikiwemo ofisi za ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, ofisi za dawati la jinsia na watoto, kwa mtu mzima unayemwamini, lakini pia kwa kupiga namba ya serikali ambayo ni namba 11 ngapi? 1